Saizi bwana, kuna hii story ya huyo mwanadada ambaye alikuwa anafanya kazi za ndani. Tusisahau kwenda YouTube jamani, tuna support, tuna subscribe ili nikiposti simulizi zangu uwe wa kwanza kuziona, kwa sababu nyingi huwa na posti kule. Bwana, huyu bidada anasema yeye kwenye maisha yake alikuwa ni mtu ambaye ametoka kijijini nyumbani kwao huko, na baada ya kuja mjini alitafutiwa kazi na akapata kazi, akawa anafanya kazi za ndani. Na katika hiyo nyumba ambayo alikuwa anafanya kazi za ndani, kiukweli anasema alikuwa ni nyumba ambayo ni watu wenye pesa, watu wenye mali, maisha yao yalikuwa ni mazuri mno. Na baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu, lakini mwanadada anasema baada ya kufanya kazi ndani ya miezi mitatu, sasa akaona kuna baadhi ya vitu vinaanza kubadilika ndani ya nyumba. Akaanza kupangiwa ratiba, mara anaambiwa chumba hiki usiingie, mara anaambiwa ikifika usiku hivi vyoo utakiwi kuvitumia, tumia choo cha upande wa huku wa kushoto, hiki choo cha upande wa kulia utakiwi kutumia. Sasa bidada anasema kama unavyojua bwana, sisi binadamu, nikawa nafikiria kwani kuna shida gani, mbona haya mambo yameanza kubadilika sasa hivi? Na wakati huo natajiwa hayo mambo ya masharti ambayo yameanza kubadilika. Bosi wangu alikuwa amesafiri, ameenda China kuchukua mizigo. Hapo mke ndo alikuwa ananipangia hao masharti, na baada ya muda bosi akawa amerudi, na baada ya kurudi akawa amekaa na tukamsalimia kama kawaida, tukaenda kumpokea mpaka airport. Baada ya kufika nyumbani, yule bosi wangu akanambia, nadhani kuna baadhi ya mambo mama yako amekuelekeza na kuomba binti yangu yafate kama alivyokuambia, kwa sababu utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Basi bidada anasema tukaendelea na maisha yetu. Sasa siku moja bidada anasema alikuwa ameamka usiku akiwa anaelekea toileti, akawa anaenda kwenye vile vyoo ambavyo alikuwa amekatazwa asiende kufungua vile milango ya vile vyoo, lakini nafsi yake ikawa inasita, anawaza. Lakini mwisho wa siku akaamua aende kwenye kile choo ambacho alikuwa ameelekezwa, na baada ya kwenda kwenye kile choo bado akatamani aende kufungua ile milango ya vile vyoo. Hivi vyoo vina nini? Na kitu cha ajabu, anasema vile vyoo alikuwa anapozidi kusogea karibu, anasikia kuna muungurumo design kama wa simba ambao unatokea kwenye vile vyoo. Akawa anajiuliza huu muungurumo unatokea wapi, na huu muungurumo ni kitu gani ambacho kiko ndani ya hiki choo? Basi bidada akaendelea na maisha yake. Kweli bwana, anasema nilikuwa napewa mshahara mzuri, maisha yalikuwa ni mazuri, namshukuru Mungu. Familia yangu, mama yangu, ndugu zangu walikuwa wanawajali kwa kila aina ya kitu chochote ambacho mama alikuwa anakihitaji kijijini. Kiukweli bosi wangu alikuwa ananipa. Siku moja bidada anasema mchana walikuwa wamekuja baadhi ya rafiki zake kumtembelea, na wakawa wanamwambia bwana, kiukweli hii nyumba ni kubwa, nyumba ni nzuri. Lakini bidada akaanza kuambia, bwana, hapa kuna masharti baadhi nimepewa, na uwezi amini haya masharti ambayo nimepewa. Nimeambiwa kuna baadhi ya vyoo vya upande wa huku utakiwi kuvitumia, ninatakiwa nitumie vyoo vya upande wa kushoto. Sasa kuna rafiki yake mmoja alikuwa ni mtu ambaye kama mdadisi sana, akamwambia, unakubalije kuambiwa baadhi ya hayo mambo? Na wewe unakubali? Fanya mpango, uchunguze kuna nini. Je, huenda kuna vitu vya hatari vikaja kukuzuru na wewe unashinda hapa nyumbani kwa muda mrefu? Basi bidada anasema yale maneno akawa kama yamemuingia. Sasa akawa anapanga ni siku gani ambayo anaweza akafungua ule mlango, na kwa nini ile milango ameambiwa asifungue. Bidada siku moja alikuwa ameamka usiku, na bosi alikuwa amesafiri. Anasema bosi alikuwa amesafiri pamoja na mke wake, na alikuwa amebakia yeye pamoja na watoto wake. Usiku baada ya kuamka mida ya saa 8 akaenda kufungua ile milango ya vile vyoo ambavyo aliambiwa asivitumie. Na baada ya kufungua hiyo milango, mwanadada kadri anapozidi kukaribia kwenye ile milango, kabla ya kuifungua akawa anasikia mungurumo mkubwa ambao unaunguruma. Na baada ya kushika kitasa kukifungua, bidada anasema kitu alichokuwa amekiona ndani ni kitu cha ajabu. Alimuona mke wa bosi pamoja na ule bosi ni watu ambao kama wamekuwa ni maiti, wameoza kabisa, lakini yani wanatoa ududu. Na kitu cha ajabu, kwa sababu mke na bosi walikuwa wamesafiri, na mimi najua kabisa ni watu ambao wamesafiri, wameenda kikazi huko kuchukua mizigo, kumbe wako mule ndani. Nikaa najiuliza hawa watu ni wakina nani, na wale waliosafiri ni wakina nani? Ghafla kichwa kikaanza kuniuma kizunguzungu, nikaanguka chini. Na mwisho wa siku baada ya kuanguka chini nikajikuta sasa baadaye fahamu imerudi, nikafunga ule mlango. Baada ya kufunga mlango, simu ikawa inaita, na kupokea alikuwa ni bosi akipiga simu akiniambia, tafadhali na kuomba usiondoke hapo nyumbani, nisubirie mpaka nitakaporudi, nina kikao na wewe.
Bidada akawa anaogopa, akawaza nifanye nini au nitoroke nyumbani kwetu, lakini akaamua kutulia. Na baada ya mabosi zake kurudi, mwanadada anasema mabosi akamwambia, umevunja masharti yetu, na sisi hiki ulichokiona huu ndio utajiri wetu. Kwa hiyo bidada, tulikusii usifungue hii milango. Kwa hiyo wewe ndiye ambaye utaenda kuwa sadaka kwa ajili ya mali zetu na kuboresha uchumi wa familia yetu. Mwanadada anasema sikuamini ninachowaambia, niliona kama ni masiara, na ilipofika usiku wakanichukua na kunifungia kwenye kile chumba. Baada ya kufungia kwenye kile chumba, nikaona vitu vya ajabu, sauti za ajabu, na mwisho wa siku nikaa kama sijitambui, nikaa kama sijielewi akili yangu. Nimekaa kwenye kile chumba, baadaye nikaona anaingia yule mzee na anasema, kiukweli mshukuru Mungu, lakini damu yako inaonekana haifai kabisa kutolewa kafara. Bidada, na kusii kwenye hii nyumba na kuomba ondoka na rudi kijijini kwenu, na sitaki nikuone tena hapa mjini. Bidada baada ya kupewa nauli na akaamua kuondoka na kurudi mpaka nyumbani kwao. Anasema alifika nyumbani kwao akakaa kwa muda mrefu, na hii siri akaamua sasa kumwambia mama yake na familia yake kitu kilichokuwa kimemtokea. Anasema lilikuwa ni jambo la ajabu na watu wengi walikuwa hawajaamini. Baada ya kumwambia hicho kitu, kuona kwenye kile chumba kuna maiti ya mke pamoja na mume wale mabosi zake, na muda huo walikuwa ni watu ambao wamesafiri. Bidada anasema, jamani, sisi madada wa kazi, nyumba zina changamoto, nyumba za watu matajiri zina changamoto, kuna masharti mengi. Kuna muda unawaza nikifungua kuna nini, nitamani kuangalia kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo bidada mwisho wa siku baada ya kurudi kwao, anasema arudi salama, lakini alikuwa ni mtu mwenye kuumwa, na hivi sasa mwanadada bado anaumwa na anaendelea na ugonjwa wake. Kwa hiyo anaomba msaada kwa hali na mali.